Mtu. Hapana, sijakuita. Hapana, hapana. Unasema hujaniita. Kitendo cha kutema mate mara 3 tayari umeshaniita. Simtena huko natafuta nini? Hayana. Nitakuwa nishapata kunywea. Mambo si haya bwana. Acha we. Yaani hapa mwezi mzima mimi nalewa. Chuma wenyewe kabisa. Wow. Alidondosha yana kibichi wao. Jirani hapatikani, mbona umetoa? Hapatikani kabisa yani. Sijui amepatwa na nini. Kwamba si ndio hii? Mama hapatikani. Alikuwa na haraka, simu aliacha chaji. Simu yangu iko wapi? Mimi nilipa simu. Kwanza wewe naye unakuja kuhusu simu. Ni kabisa simu. Mimi sijaona simu yako. Wewe simu yangu niliacha hapo. Na wewe ndio unakuta hapo, ajaje mtu mwingine atafute na wewe. Wewe dada. Kwani mimi ni mwokota taka? Ungesema kwamba umeacha pombe, nimeokota pombe. Sasa mimi unaniuliza mambo ya simu yani. Mimi sijui kuhusu simu. Na haya sijai kuona simu. Na haya siwezi kupata simu yako wewe. Mimi zangu pombe tu, siwezi kupata simu yako. Mimi hata siamini. Ngoja nije nikukague. Unataka kunikagua? Njoo, mimi niko fresh. Wewe njoo nikague. Njoo nikague. Wewe njoo. Acha. Kimvuli cha msitu kimeamka tena, anatembea kati yao, hawajui ni yeye.
Salome, hamna amani. Mimi ni mzembe sana. Imekuwaje tena? Poteza simu yangu. Simu? Umeangalia kwenye begi lako? Si ya kuangalia kwenye begi. Na uhakika nilidondosha simu yangu. Ilikuwaje kwani? Tulipotoka kwenye maombi, nikuta mama kanipigia miskolo nyingi sana, alafu najaribu kumpigia hapatikani hata kidogo. Sijui kwa nini. Baada ya hapo akaja Stella na tukaondoka moja kwa moja kanisani, kwa sababu mwalimu alikuwa anapita. Niko kanisani alafu nashangaa simu sioni. Hata kwenye hilo begi sijafika. Pole sana Epi. Naona kabisa Mungu hataki niende kwenye haya maombi. Na sijui ni kwa nini. Kila jambo jema hupatikana kwa ugumu Epi. Usikate tamaa. Mimi naendeni tu. Tuende. Nitaendelea kuwaombea ili Mungu asikilize dua zenu. Lakini Epi, jamani, mbona munielewi jamani? Hebu ondokeni, shida nini? Yaani bila mimi hamwezi mkaenda kwenye maombi? Hivi na shida gani? Hebu ondokeni bana. Mtu. Hapana, sijakuita. Hapana, sijakuita. Hapana. Unasema hujaniita? Kitendo cha kutema mate mara 3 tayari umeshaniita. Mimi nilikuwa sijui kama kutema mate mara 3 nikikuita wewe. Nisamehe basi. Nikusamehe? Unajua kule msituni nilikuwa nafanya nini? Nimeacha kazi zangu kwa ajili yako. Tena ufanye chapu kuyuko huku kijijini asija kaniona. Nisamehe tafadhali, sitarudia tena. Unataka huruma? Huruma si malezi hata kidogo. Kwa hiyo choma ndani. Lakini mbona muda bado haujatimia? Muda bado? We naona sheria umezisahau za hiki kijiji. Yaani tayari kama umeshafikisha miezi 6 mtu mpaka ujifungue. Wewe fanya hizo kazi, sio wewe. Unataka huduma,
unamtaka daktari. Sisi yote ma professional. Ukibonyeza tu button, imo. Twende zetu. Unashangaa nini? Twende. Maumivu yakageuzwa sheria ya kizazi. Uhai unazaliwa kwa kilio cha mateso. Kana kwamba watoto nendeni mkalale. Pumbavu sana. Mimi nakuwa na wasiwasi. Au safari hajapata kibali. Mwenyewe niko mguu pande, natamani kurudi. Kwa hiyo nataka kuniambia tuaisha maombi. Jamani, ajaribu kadogo tu, mnaingia na wasiwasi. Hebu kumbukeni tunachoenda kukikomboa kule. Je, kinafanana na thamani ya simu? Angalieni na mama wajawazito wanayoyapitia baada ya kufikisha miezi 6. Je, nani atasimama kama sio sisi? Happy. 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 Kuna nini? Potea simu yangu. Napata masiala basi. Na simu imepoteaje bwana? Happy, sinaongea na wewe? Na marafiki wako mnawaulizia labda? Mbona na maswali mengi? Wajua simu ilipotea. Ina maswali mengi. Kwa hasira zote hizo kisa simu tu. Si ndio? Hebu inuka twende bwana. Mimi siendi. Naondoka tu. Kwa nataka kuniambia simu ina thamani kubwa kuliko tunachoenda ukifanya kule, si ndio?
Twende. Hapo ndo umenena. Tulia kwanza. Asante. Hii haikubaliki, ni lazima tusimame tuitetee kijiji chetu. Mimi nani nipinge? Twendeni. Mwende wapi? Malafu niacha au hapa hachi mtu. Tunaondoka wote. Bimkubwa, shikamoo. Bimkubwa huko unaelekea wapi? Halafu siwaelewi mnafanya nini hivi mkubwa? Siwaelewi kabisa bimkubwa mnafanya nini? Wakati kabisa mnaelewa ule msitu, mjomba amefia mule kwenye ule msitu. Alafu sasa hivi mnaruhusu tena waende kule kwenye ule msitu. Bimkubwa. Kwa nini mnaruhusu watu waende kwenye ule msitu? Kwa nini mnaruhusu waende kwenye ule msitu? Mama, unakosea mama. Huyu mwanangu. Yaani mkubwa mimi nilitoka mbali. Nikawashuhudia wanasema kwenye ule msitu wanaishia. Sikutaka kuwafuatilia kwa sababu ule msitu mimi naujua mama. Kwa taarifa mimi nimekuja kukupa mama, mwanao ameingia kwenye ule msitu. Mbona umekaa mlangoni? Shida ni nini mwanangu? Mama, hivi hili swala la baba utanificha mpaka lini? Najua mimi sielewi kabisa. Baba, kuhusu nini? Mama, tangu nikiwa mdogo baba unaniambia yuko safari atarudi. Sijawahi kumuona. Mama, nishakuwa sasa. Mama, hata ukweli wa baba kama una maumivu kiasi gani, sasa hivi nishakuwa mkubwa, utaweza kuyabeba hayo maumivu? Niambie tu, usinifiche tena mama, nimechoka kuishi kwenye hili giza. Niambie tafadhali. Mwanangu, nimekuelewa, nitakwambia kila kitu, ila sasa uende kwenye kongamano la vijana. Ukitoka huko nitakwambia kila kitu. Ninakuahidi sitakuficha chochote. Kwani kuna ugumu gani kuniambia? Kwa nini sio sasa? Mwanangu, kila jambo lina majira yake na kila wakati una majira yake.
walibeba maombi yao wakiamini atarudi. Msitu kawa kimya, giza likashuka taratibu. Kimya lilirudi, si yule waliyemjua. Kimvuli cha msichani kama pepo, kimvuli cha msitu kimeamka tena. Anatembea kati yao, hawajui ni yeye. Rafiki wa jana, muuaji wa leo, aliapa kwa damu, sasa ni nyama kivulini.